mtazamaji wa kipindi cha Redeemers Hour kinacholetwa kwako na mchungaji Emmanuel Simiyu Mchuta. Naamini kinakupata salama popote unapotazama leo. Tunamtukuza Bwana kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuitenda katika maisha ya watazamaji wangu. Kama ni mara yako ya kwanza kukitazama kipindi hiki, ni kukuhakikishia kwamba hakitakuacha ulivyo katika jina la Yesu. Nao nitaanza kipindi hiki kwanza kwa kuleta mrejesho wa kile ambacho Mungu anaendelea kutenda katika maisha ya watazamaji wangu. Moja ya kitu ambacho neno la Mungu linafanya kila linapopandwa katika mioyo ya watu, linachipusha imani, na imani inasababisha matendo ya Mungu kufuata. Kuna watu ambao wamenisikiliza na Mungu akawatendea na wamerejesha shuhuda zao. Shuhuda wa kwanza anasema, Shalom Baba, ninashukuru Mungu kwa kukupa maono ya huu mfungo. Nilipata tatizo wakati najifungua mtoto wangu wa kwanza mwaka 2012. Nilikuwa natokwa na maji sehemu za siri baada ya kujifungua. Nimeteswa na tatizo hili kwa muda mrefu bila ugonjwa kujulikana. Nilipohamia Dodoma pia nilienda Benjamin Mkapa Hospital nikafanyiwa upasuaji, lakini sikupona. Ni miaka 13 sasa, ila kupitia mfungo huu tangu siku ile ya kwanza ya mfungo sijaona yakitoka mpaka sasa. Ninamshukuru Mungu sana kwa kuniponya. Mungu akubariki sana kwa kutuombea. Tatizo la miaka 13 likakomeshwa baada ya kusikiliza kipindi hiki, then akakubali kuingia katika mfungo huu wa siku 40 pamoja nami, na Mungu tayari amemtendea kule Dodoma aliko katika jina la Yesu. Ushuhuda wa pili, mwaka juzi katika mfungo, wakati ulitangaza mfungo, niliingia. Nalikuwa na uhitaji wa kupata mtoto baada ya kusubiri kwa muda mrefu bila mafanikio. Nilifuatilia toka mwanzo wa mfungo mpaka mwisho kutokea huko Shinyanga. Na katika hitimisho la mfungo nilifunga safari ya kuja Dar es Salaam kwenye kongamano la hitimisho. Ukanitamkia kuwa tayari muujiza umetendeka. Nikarejea nyumbani kwa imani. Muda sio mrefu Mungu akaniwezesha kupata ujauzito. Sasa nina mtoto, na ninavyoongea leo nina ujauzito wa mtoto mwingine. Jina la Bwana litukuzwe. Hizi ni sehemu ndogo tu za yale ambayo Mungu anaendelea kutenda katika maisha ya watazamaji wetu kupitia mifungo hii ya siku 40. Wasio na watoto, Mungu atawapa watoto. Tayari amewapa wengi watoto, na wewe unafuata kwenye zamu katika jina la Yesu. Tuombe na kisha tuende moja kwa moja kwa neno la siku ya leo. Baba, tunakushukuru sana kwa kuwa wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Ninakushukuru kwa mkono wako ambao ni dhahiri juu ya Redeemers Hour katika kutafuta na kuokoa kilichopotea. Asante kwa neno la uzima, hata linapokuja kwa watazamaji wangu leo, lilete afya, uponyaji na ukombozi kwa kila anayenisikiliza. Kwa wagonjwa likawe afya katika jina la Yesu, na wote tuseme amen. Na ni sehemu ya pili ya namna ya kuombea watoto wako. Mungu awabariki wote ambao wametuma majina ya watoto wao. Ninaungana na nyinyi katika vita hivi vya kuombea watoto wetu. Maana bila mtoto kuombewa, adui akimkamata, hatimaye anaweza kuwa silaha ya kutuangamiza sisi wazazi. Na nimekubaliana na nyinyi wazazi ambao mlituma majina ya watoto wenu. Nataka muamini pamoja nami ya kwamba kila kifungo ambacho adui alikiweka juu ya mwanao kupitia mfungo wa siku 40 ambao tunauendesha mpaka tarehe 24, Mungu anakwenda kutenda katika jina la Yesu Kristo. Wiki iliyopita nikupa sehemu ya kwanza ya namna ya kuombea watoto. Kwa sababu ya muda nitaenda moja kwa moja kwa sehemu ya pili ya mambo muhimu ambayo
tunahitaji kuombea watoto wetu. Nao nilianza sehemu ya kwanza, labda ilisoma lihusu tu wale ambao wapo kwenye mfungo, lakini kila unayenitazama, wewe ni mzazi au mzazi mtarajiwa, ungependa kuwa na watoto au tayari una watoto, ni muhimu nisikilize, kwa sababu hivi ni vita vya kila mmoja. Nisikilize, Mungu hawezi kufanya jambo lolote isipokuwa kwa kujibu maombi ya mtu. Maombi yanachofanya ni kumpa Mungu leseni, kumpa Mungu hati miliki ya kutenda kazi katika maisha ya mwanadamu. Ni mwanadamu amepewa kutawala dunia, lakini mwanadamu anajua bila Mungu yeye hawezi kufanya jambo lolote. Ndio maana Mungu ametupa teknolojia ya maombi ili kumhusisha katika utendaji hapa duniani. Nao tunazungumzia namna ya kuwaombea watoto wetu, na nilikuwa nazungumzia vitu ambavyo tunahitaji kuwaombea watoto wetu. Nao nitakupa cha pili kwa sababu ya muda, kuombea mahusiano ya watoto wetu. Moja ya mlengo mkubwa wa shetani katika kuharibu hatima ya watoto wetu ni kuwapa mahusiano mabaya. Nao nilisema mwanzo ya kwamba mahusiano ya kwanza ya kumwombea mwanao ni mahusiano yake na Mungu. Mzazi, mwanao akiwa na mahusiano mazuri na Mungu, tayari umetoboa. Huo ni ushindi mkubwa, maana adui akimuunganisha mwanao na mtu siye, tayari maisha yake yamekwisha haribiwa. Anasema katika Mithali 13 ule mstari wa 20, enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima. Kuna mabadilishano yanayotendeka kila mtoto anapotembea na mtu mwenye hekima, automatically anakuwa na hekima. Anasema bali rafiki wa mpumbavu ataumia. Hatima ya watoto wengi umeumia kwa sababu ya watu wanaotembea nayo. Nao ni muhimu kujua, ndugu mtazamaji, ya kwamba mahusiano ni kama udongo. Mahusiano ni kama udongo, na unaweza kuwa na uwezo mkubwa kama mbegu, then ukapandwa kwa udongo mbaya. Haijalishi uwezo ulionao, potential ulionayo, lakini ikiwa umeangukia udongo mbaya, definitely hapata kuwa na mazao mazuri, kwa sababu udongo una uwezo wa kuiharibu maisha yako. Zaburi sura ya 1 ule mstari wa 1 hadi wa 3 anasema heri. Lile neno heri maana yake ni amebarikiwa. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi katika baraza la wenye misaha. Haya ni mahusiano ya watu fulani ambao Biblia inawataja pale. Na mstari wa 2 anasema bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake utafakari mchana na usiku. Mstari unaofuata anasema naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake litanyauka, na kile alitendalo litafanikiwa. So kumbe mafanikio ya mtu yoyote yanaamliwa na mahusiano yake. Kama tutataka watoto wetu wafanikiwe katika maisha, moja ya maeneo ya kuombea ni mahusiano. Nao nisikilize, mtu wa Mungu, tunaombea watoto kwa sababu tunajua ya kwamba sisi wazazi ni unabii wa watoto wetu. Labda wewe ni mzazi, unapitia mgogoro mkubwa wa ndoa, unateswa na yule mwanamke au yule mwanamume. Na unisikilize, mtu wa Mungu, ni muhimu uanze kuombea watoto. Njia moja ya watoto kuharibikiwa ni adui kumuunganisha na mke ambaye siye au mume ambaye siye. Ni muhimu kuwaombea mapema kabla hawajafika mahali ulipofika, ili Mungu muda wao utakapofika waunganishwe na mtu sahihi. Maana njia rahisi sana ya kuharibu hatima ya mtoto ni yeye kuunganishwa na mme au mke ambaye siye. Kuna watu wanajuta leo katika maisha.
walipaswa kuwa mbali, lakini adui alichokifanya akawaunganisha na wenzi wa maisha ambao sio, na leo watajuta mpaka makaburini. Ninakuombea mzazi, Mungu akupe neema ya kuombea watoto wako ili wasiingie kwenye haya majanga katika jina la Yesu Kristo. Tukasema pia maeneo muhimu ya kuombea watoto wetu ni kuombea ulinzi. Ni kuombea ulinzi. Katika Zaburi 74 ule mstari wa 20, fikani nigusia kidogo, maandiko yanasema ulitafakari agano, maana mahali penye giza katika nchi pamejaa makao ya ukatili. Kuna ukatili mkubwa duniani. Hata kule mashuleni wanapokwenda, popote wanapokwenda, kuna ukatili mkubwa ambao tunahitaji kuombea watoto wetu ulinzi wa kiungu mapema, maana adui kila siku anawinda kuharibu maisha yao, na bila kuwaombea kama mzazi una uwezo wa kuharibu hatima yao mapema kabla hawajatimiza kila ambacho Bwana amewakusudia. Maandiko yanasema Bwana asipolinda mji wakeshao wafanya kazi bure. Kwa nini? Adui anapolenga kuharibu mtoto, nisikilize, wa kwanza anayeharibu ni wewe mzazi. Ninakuombea siku ya leo ya kwamba Bwana akupe hekima na maarifa ya namna ya kuombea ulinzi watoto wako katika jina la Yesu. Na eneo lingine ambalo unapaswa kuombea watoto wako ni eneo la madhaifu yao, personal weakness. Kila mtoto ana eneo la udhaifu wao. Nimekuwa nikisoma messages za wazazi, madhaifu ambayo watoto wao wanapitia. Wengine wanapitia addiction, mwingine anateswa tu na kukojoa kitandani, jambo ambalo ni la aibu. Na unisikilize mtu wa Mungu, ni muhimu mzazi ujue maeneo ya udhaifu ya mtoto wako, sio kumnyoshia kidole, lakini kusimama katika pengo ili kumlingana Bwana aweze kukusaidia ili kumsaidia huyu mtoto. Ukisoma katika Zaburi 55 ule mstari wa 22, anasema umtwike Bwana mzigo wako, naye atakutegemeza. Anasema hata mwacha mwenye haki aondoshwe milele. Umtwike Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana. Kuna mambo ambayo watoto wetu wanayapitia katika maisha, wanahitaji mtu wa kusimama nao. Trace madhaifu ya mtoto wako. Labda alijiingiza katika addiction. Nimekuwa nikimsikiliza mmoja mdogo wangu akinielezea mapito aliyopita katika maisha, na kipindi kile tusingeelewa yale ambayo alikuwa anapitia, lakini baada ya kupata muda wa kumsikiliza kwa makini, nikasema tungejua haya ndio anayopitia miaka ile, hata tungemsaidia zaidi na njia bora kuliko kumwacha alivyokuwa hata pitie mahali pagumu alikopitia. Na unisikilize, chukua muda wa kumsikiliza mwanao na kisha ujue ni maeneo gani ambayo anayepitia. Wenda leo ni mtoto wako ni mdokozi, haujui kwa nini mwanao anaibwa, lakini huenda ana rafiki fulani kule nje anayemtisha kila siku na kumfanya huyu mtoto aogope jambo fulani na kumlazimisha yeye kuiba ili kumfurahisha rafiki au mtu fulani. Sio tabia yake, lakini kuna kitu kimemsukuma kufanya hayo. Bila wewe mzazi kuwa makini kujua maeneo ya udhaifu ya mtoto wako, hautajua namna ya kumwombea. Wengine wanateswa na addiction, haujui alianza ulevi namna gani, lakini unapokaribia na kumlingana Bwana, Mungu atakuonyesha cha kufanya. Sio wakati wa kumnyoshia kidole, lakini wakati wa kusimama na yeye ili kumpigania kama covering ya huyu mtoto katika jina la Yesu. Ninakuombea hasa nyinyi ambao mpo katika mlima huu wa maombi, hata kama haupo katika mlima huu wa maombi, ni muhimu sana kuangalia haya mambo. Uwe na mzigo. Wazazi wengi hawana mzigo na changamoto wanazopitia watoto wao.
Utaenda kuhangaika kutafuta usiku na mchana cha kuwalisha, cha kuwasomeshea, cha kuwafanya wakae maisha mazuri, lakini yule unayemtafutia ikiwa tayari shetani anaye, in fact unachokifanya ni kuleta uharibifu zaidi. Ni muhimu sana kujua kutrace udhaifu wa mwanao na ujue namna ya kusimama naye. Ukijua anachopitia mwanao, hautaogopa wala hautahesabu gharama ya kuchukua muda mrefu wa maombi kwa ajili ya kuipigania hatima ya mwanao. Jambo lingine ambalo unahitaji kumwombea mtoto wako ni kuliombea kusudi lake. Jina la Bwana libarikiwe. Kuliombea kusudi lake. Na unisikilize mtu wa Mungu, mtoto wako atang'aa katika maisha, atafanikiwa katika maisha ikiwa tu anatembea katika lile kusudi ambalo Mungu amemkusudia katika maisha. Leo hii hawezi kuhukumu samaki ya kwamba hawezi kuogelea ikiwa umemweka kwenye nchi kavu. Utamhukumu tu kama ana uwezo akiwa kwenye ulingo wake pale majini. Hauwezi kumdharau simba ya kwamba hawezi kuogelea huku akiwa majini, kwa sababu hajaumbwa kukaa majini. Kila mmoja wetu ametengenezwa kung'aa mahali pake kwenye terrain yake. Na unisikilize, moja kitu muhimu sana mzazi kumsaidia mtoto ni kuomba ya kwamba Mungu amweke mahali pake pa kusudi katika maisha. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma katika Zaburi 92 ule mstari wa 13, anasema waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Wakati mwingine Biblia inaposema nyumba, nataka uelewe zaidi ya kile ambacho Biblia imekuambia, upate ufunuo hapa. Nyumba ni mahali pale ambapo umekusudiwa kuwa, mahali pako ambapo nasikia comfortable, mahali paraha yako. Waliopandwa mahali pao paraha watastawi katika nyua za Mungu wetu. Mstari unaofuata anasema hivi, anasema watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu na watakuwa na ubichi. Hii ndio faida ya kujipata katika kila ambacho umeumbwa kufanya. Usilazimishe mtoto kuwa daktari wakati yeye alipaswa kuwa seremala. Utaenda kuangamiza maisha watu kule. Ni muhimu muombe mtoto wako, umruhusu awe kila ambacho Mungu amemkusudia kuwa. Wazazi wengi wamepindisha maisha ya watoto wao kwa sababu ya matamanio yao. Hata wameshindana na Mungu kwa sababu ya kuwalazimisha wafanye na wawe kila ambacho Mungu hakuwaumba kufanya. Nakumbuka kijana mmoja alazimishwa na mzazi wake kwenda kufanya medicine. Kijana akafanya medicine zaidi ya miaka karibu 7. Alipomaliza siku ya graduation akapata first class na akafanikiwa sana. Lakini ufaulu baada ya graduation, amepewa cheti chake, akaja straight siku hiyo akiwa amevaa zile gown zake, akaja kwa mzazi, akamwambia mzazi, nimesoma kwa sababu wewe ulitaka nifanye medicine. Sasa nimepata kile cheti. Akamkabidhi, akamwambia sasa ninakuomba uniruhusu mimi niende nifanye nilichoumbwa kufanya. Nimeitwa kwenye muziki. Na akampa cheti na akaanza kufanya kila ambacho ameumbwa kufanya. Ni muhimu sana mzazi uweze kumwombea mtoto wako aweze kujipata mahali ambapo Mungu amekusudia awe. Hapo ndipo atapostawi na hapo ndipo atapozaa matunda. Huenda tu ni designer, huenda tu ni kitu ambacho hata watu wanakidharau, lakini pale ndipo nyota yake itakapoangaza na dunia nzima imfahamu. Usimlazimishe kufanya yale ambayo hajaitwa kufanya. Na ndio maana ni muhimu sana kumlingana Bwana katika swala hili, katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka kila mtoto ana vipindi vitatu katika maisha. Muhimu sana mzazi ujue hivi. Kila mtoto ana vipindi vitatu vya muhimu sana katika maisha. Kipindi cha kwanza ni wakati huyu mtoto yuko chini ya malezi ya mzazi, yuko chini ya government ya mzazi. Na kipindi cha pili ni wakati huyu mtoto ameanza kujitegemea mwenyewe, hayupo chini ya mzazi, yuko peke yake. Maamuzi mengi hahitaji consult mzazi, anayefanya binafsi. And then kipindi cha tatu ni wakati ambao sasa wewe mzazi
mzazi umekuja chini ya serikali ya mtoto. Nao ni muhimu mtu wa Mungu kumhusisha Mungu toka mwanzo, maana swala la kumhusisha Mungu, moja ya faida ni kwamba utapanda hofu ya Mungu ndani ya mwanao. Ikifika zamu yako wewe huyu mtoto kukulea, na huyu mtoto umemlea kama mnyama, hapo ndipo unaona wazazi wanateseka katika uzee wao. Kwa nini? Kwa sababu hawakumfundisha maadili ambayo wangefaidi kesho. Ni wakati wa kuweka kilicho sahihi katika maisha ya mtoto huyu kabla wakati wako wa uzee hujafika. Wakati wangali chini ya serikali yako, hakikisha kwamba unamlingana Bwana akusaidie ufanye sahihi, ili zamu yako inapofika utapata raha. Jina la Bwana libarikiwe. Na haya mambo yanakuwa rahisi, yanakuwa mepesi ukijua siri hii ya kufunga na kuomba. Jina la Bwana libarikiwe. Tulisoma katika Ezra sura ya 8 ule mstari wa 21, na leo nitakuongezea mstari mwingine. Anasema, ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto wa Ahava, ili tupate kunyenyekesha mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka, kwa ajili yetu sisi wenyewe, kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Na unapofunga unapata clarity, unaanza kujua mambo ya kufanya sahihi hata katika eneo hili la kuombea watoto wetu. Mstari wa 31 Biblia inasema hivi: ndipo tukasafiri kutoka mto Ahava siku ya 12 ya mwezi wa kwanza, ili kwenda Jerusalem, na mkono wa Mungu ulikuwa pamoja nasi, akatuokoa na mkono wa adui na mtu mwenye kuvizia njiani. Maisha ni safari. Unahitaji mkono wa Bwana kuokoa maisha ya watoto wetu katika safari hii ya maisha, na ndio maana unaweza kulipa gharama. Niwapongeze wote ambao wameshirikiana pamoja nami, wengine wako mbali, lakini nakuhakikishia kama yule dada alipokuwa Shinyanga na hakuwa hata na namna, alinifuata mtandaoni, akanifuata Upendo Television kwa kipindi kifupi hiki, lakini Mungu amemtendea leo. Aliyekuwa tasa leo ana mtoto, na Mungu amemwongezea mwingine anayemtarajia hivi karibuni. Kwa nini? Nisikilize. Anasema, na mkono wa Bwana ulikuwa juu yetu, katuokoa na mkono wa adui. Ninakuombea leo, kila mkono wa adui unaowinda kuharibu hatima ya watoto wako ukaharibiwa leo katika jina la Yesu. Ninawaombea pia wamama au wazazi wanaonitazama leo na wametamani kuwa na watoto bila mafanikio. Nina habari njema. Zaburi 113 ule mstari wa 9 anasema, huweka nyumbani mwanamke aliyetasa, huweka nyumbani mwanamke aliyetasa, awe mama ya watoto wenye furaha. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu Mungu ninayemtumikia, aliyempa mke wangu mtoto baada ya kuteseka kwa miaka, na Mungu akatukumbuka akatupa watoto hata wakati tulipata tatizo ya kwanza, lakini Mungu akasimama na sisi na leo tuna watoto. Ninakuombea katika jina la Yesu. Hata nina ushuhuda wa kijana wangu ambaye ananisaidia katika studio hii. Miaka 7 amesubiri mtoto bila mafanikio, na Mungu amemkumbuka leo ana mwanae. Ninakuombea wewe unayenitazama ambaye umetamani mtoto kwa muda mrefu. Biblia inasema huyu Mungu huweka nyumbani mwanamke aliyetasa, yani humpa comfort. Anaposema nyumbani anasema comfort, awe mama ya watoto wenye furaha. Leo ninakupa nafasi ninapomaliza, unayetamani kuwa na watoto kwa muda mrefu, naomba uniandikie majina ya watoto unaotamani. Niandikie kama ni wa kiume, wa kike au mapacha. Kuna binti yangu mmoja alikuja kwangu siku moja baada ya kuolewa, amechelewa. Nikamwambia usilie, Mungu atakucompensate. Akampa mara moja watoto 3. Jina la Bwana libarikiwe. Akampiga shetani usoni. Leo ninakuombea wewe ambao umesubiri kwa muda mrefu, huyu Mungu anayejibu maombi yangu atakwenda kukutembelea. Niandikie jina la watoto unaotamani, na Yesu ninayemtumikia atakutendea hata tunapoendelea katika mlima huu wa siku 40. Jina la Bwana libarikiwe. Nimalize kwa kuombea wewe mzazi ambaye haukutuma majina katika awamu ya kwanza. Tuma majina ya mwanao,
Tuma majina ya watoto wako, tunawaombea. Tumejitoa kuwaombea katika mlima huu wa siku 40 ili Mungu na sisi atukumbuke tunapotendea wengine wema. Na pia unaweza kutufuata kwenye online ukapata kitabu hiki ambacho ndani yake kuna mwongozo maombi. Nimekupa maandiko ndani ya kitabu hiki namna ya kuombea watoto wako. Kama una WhatsApp, nifuate tu WhatsApp, nitakutumia kitabu hiki, kitakusaidia namna ya kuombea watoto, maandiko ya namna ya kuombea watoto. Na wewe ambaye haupo katika mfungo huu, pia unaweza kutufuatilia online, ukasikiliza tu, ukaona vile Mungu anaendelea kufanya kupitia mifungo hii. Ni kuombea leo, ndugu mtazamaji, uliyelia kwa ajili ya watoto. Ninakuombea hata waliotangulia kutuma majina. Ninakuhakikishia katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu tunayemtumikia, kilio cha watoto wako Bwana anakwenda kukiondoa. Wanaoteseka na addiction, Mungu atakausha huo ulevi ndani yao. Mungu atageuza mioyo ya watoto wako kumrudia Bwana katika jina la Yesu. Yale makusudi ya Mungu kwa ajili yao hayatachakachuliwa na kuzimu, hayataharibiwa na kuzimu. Lile joka linalowinda kumeza mtoto wako, leo tunatangaza upanga wa Bwana kulichinja katika jina la Yesu. Wale ambao wanateswa na mahusiano mabaya, tunawatenganisha na yale mahusiano mabaya na tunawaunganisha na watu sahihi katika jina la Yesu. Mama unayelia kwa habari ya uzao, ninaliombea tumbo lako kabla mfungo huu haujaisha. Mungu wangu akukumbuke, akupe ushuhuda wako binafsi katika jina la Yesu. Ninamaliza kuombea kila mgonjwa anayenisikiliza usiku wa leo, anayenitazama usiku wa leo. Nasema pokea uponyaji wako leo. Hayo maumivu ya kuachilie katika jina la Yesu. Nasikia sauti nasema nimwombee mtu anayeteseka na madeni. Ninakuombea leo, lile vazi la madeni likuachilie leo katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Tuma kwenye WhatsApp namba yangu hayo majina ya watoto, au kama hauna WhatsApp unaweza kutuma kwenye message. Jina la Bwana libarikiwe. Wale ambao watatuma kwenye WhatsApp watapata neema ya kutumiwa kitabu hiki ili wakaweza kuangalia namna ya kuombea watoto kwa njia nzuri. Wewe ambaye umebarikiwa katika kipindi hiki, ninapoenda kuombea wale ambao wanakwenda kumpa Yesu maisha yao, ninapomaliza, umebarikiwa au ungependa kushiriki katika baraka hizi za mfungo, achilia sadaka yako katika madhabahu haya. Na tunapoendelea kuomba mahali hapa, Mungu ataukumbuka uchumi wako, Mungu atawakumbuka watoto wako na kukutenda mema katika jina la Yesu. Ninaibariki hiyo sadaka na ninaomba katika jina la Yesu, kama Mungu alivyoitumia sadaka ya Ibrahimu alipokuwa anaitoa madhabahuni kupigania uzao wake, Mungu aitumie sadaka unayoitoa kwa ajili ya kipindi hiki. Mungu aitumie hiyo sadaka kupigania uzao wako katika jina la Yesu. Alimwambia Ibrahimu baada ya kutoa sadaka, akamwambia wazao wako, anasema watamiliki malango ya adui zao. Ninakuombea kupitia sadaka hiki, watoto wako wamiliki malango ya adui zao katika jina la Yesu. Nimaliza kwa kumwombea wewe ambao haujampa Yesu maisha yako. Rudia nyuma yangu Yesu anapoingia moyoni. Sema, Bwana Yesu, naja kwako leo, ninatubu dhambi zangu, ninaomba unisamehe. Karibu moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Kuanzia leo nimeokoka kwa jina la Yesu. Amen, amen, amen. Mungu akubariki. Ninakuombea Bwana neema hii iliyokuokoa ikakutunze mpaka kuja kwa Kristo Yesu katika jina la Yesu. Amen. Ndugu mtazamaji uliokoka leo, kuna makanisa mengi yametuzunguka. Tafuta moja ya makanisa mazuri hapo, ingia ndani Jumapili hii kuwa ibadani. Tunapookoka tunalelewa, tunahitaji wachungaji watusaidie. Kama uko hapa Dar es Salaam, kuna hizo namba zetu pale, hata hiyo ya WhatsApp nitafute pale, ama ile ya SMS, tukakusaidia kukua katika wokovu. Unapookoka Mungu anakupa zawadi ya mchungaji ambaye atakuokoa na kufundisha maarifa. So hakikisha umeenda kanisani, usikae nyumbani katika jina la Yesu. Mungu akubariki.
Mungu aibariki hiyo sadaka unayoachilia kwenye madhabahu haya ya siku 40, ikakurejelee kupa watoto na ushindi. Mungu atupe kushinda. Wiki ijayo takuwa nikizungumzia namna mfungo unaweza kusababisha taa yako, nuru yako na nyota yako kuangaza katika maisha. Wiki ijayo nitakuwa nikileta huo ujumbe. Tazamia kipindi hiki kupitia Upendo Television na Mungu atakuonekania katika jina la Yesu. Ni wabariki wote wanaofuatana nasi katika kipindi hiki cha mfungo. Mungu awabariki, awatokee, awatendee, ajibu maombi yenu katika jina la Yesu. Wiki ijayo nitawaambia mtume maombi yenu tutakayoweka kwenye madhabahu wiki ijayo, na pia nenda kwenye mtandao, tafuta Pastor Emmanuel M1 Simiyu, utafuatilia haya maombi kwa ukaribu sana. Mungu akubariki. Hadi wiki ijayo, ni mchungaji wako Emmanuel Simiyu Mchuta. Yesu ni Bwana na neno litaendelea. Amen.